duniani kama ilivyotangazwa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloitwa UNESCO. Kwa hivyo leo tumekuja hapa kusherehekea siku ya Kiswahili, na ni siku ambayo inasherehekewa kwa hakika kesho tarehe 7, lakini haya ni maadhimisho ya kitaifa, maadhimisho ambayo yameongozwa na Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Watoto. Kwa hivyo leo hapa, bali na kwamba kuna washikadau wote wa Kiswahili, ni kwamba wizara yenyewe katika sherehe hii ya leo tumekuja kusherehekea mwaka huu ni Kiswahili na lugha za asili kwa ajili ya mshikamano wa kitaifa. Na katika kufanya hivyo tuna wadau ambao wametoka katika nchi tofauti, manake kuna Wakenya hapa, kuna wawakilishi kutoka Uganda, na vile vile kuna wawakilishi kutoka taasisi mbalimbali za elimu na za kijamii. Tumeanza kusherehekea Kiswahili, huwa tunakisherehekea pia katika sehemu tofauti za nchi. Kama mwaka juzi, mwaka wa 2023 tulisherehekea huko Mombasa katika makafadhi ambayo yako Mombasa, the National Museums. Na pia mwaka jana bado tukapeleka Mombasa, ingawa lilikuwa kubwa kwa sababu yalikuwa maadhimisho ya kieneo ambayo tulipeleka Mombasa, na nchi zote za Afrika Mashariki ziliweza kuhusika. Na ndio sasa mwaka huu tukasema kwamba tulete hapa Kisii, ni kwa sababu kila mtu katika nchi yetu ako na haki ya kuzungumza Kiswahili, na tunahitaji kukikuza katika kila sehemu ya nchi. Daktari Fred Simiyu, natokea katika Chuo Kikuu cha Kibabii, lakini pia ni mwenyekiti wa Chama cha Kiswahili cha Taifa cha KITA. Nitaje kwamba maadhimisho haya ni kama tunahamasisha watu kuhusu nafasi ya Kiswahili katika nchi yetu. Na moja kati ya mambo ambayo tumepiga hatua ni kwamba ukienda katika vyuo vikuu utagundua kwamba kati ya masomo ambayo yana wanafunzi wengi zaidi ni Kiswahili. Ni Daktari Juliet Njagero, mwenyekiti Chama cha Kiswahili Afrika Mashariki. Mimi nafikiria kwamba lugha asilia zina nafasi muhimu sana katika mtaala mpya, kwa sababu hizi ni lugha zetu, na tunapofundisha kwa kutumia lugha asilia, wale wazungumzaji wa hizi lugha huweza kuelewa mambo ambayo yanafundishwa kwa urahisi. Kwa mfano, ukiangalia nchi nyinginezo kama vile Uchina, wanatumia lugha ya Kichina katika kufundishia. Kwa hivyo lugha zetu asilia ni muhimu sana, hasa katika kuelewa dhana ambazo zinafundishwa vizuri sana kushinda kutumia lugha ngeni. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la muhimu sana wepo pale katika mtaalamu. Katika mazingira rasmi, na kwamba kuna mwingiliano wa lugha nyingine katika Kiswahili si jambo ambalo ni la kipekee kwa Kiswahili. Lugha zote ulimwenguni zinapokuwa katika mtagusano, kunatokea mambo mengine ya kile. Kwa hivyo Kiswahili kinachozungumzwa katika mazingira rasmi ni sanifu. Kile ambacho kinazungumzwa katika mazingira mengine ambayo sio rasmi kinaweza kuwa na mchanganyiko ama ubadilishaji msimbo wa hapa na pale, na hiyo haimaanishi kwamba hicho Kiswahili kimekufa. Ni kwamba Kiswahili kinaendelea kukua. Hata kile rasmi ambacho tunakitumia huwa kinachangiwa na lugha nyingi. Mchango katika msamiati wa Kiswahili unatokana na lugha nyingi na tamaduni nyingi ulimwenguni, kutoka maeneo ya Ulaya, kutoka maeneo ya Afrika. Na katika kufanya hivyo haimaanishi kwamba lugha inakufa ama kwamba
kwamba lugha hiyo si lugha nzuri. Fikiri Profesa Ogechi atathibitisha hilo hapa. Kwa hivyo watu wameona kwamba kumbe Kiswahili kimebidhaishwa, yaani ukisomea Kiswahili ni hata zaidi ya masomo mengine. Kwa hivyo sherehe hizi zinatusaidia katika kuhamasisha umma. Lakini pia nitaje kwamba mwaka huu tunasema Kiswahili na lugha nyingine za asili katika mshikamano wa kitaifa, kwamba tunasherekea utofauti wetu katika umoja wetu, kwamba tunatumia Kiswahili kama kaka mkubwa anayeshikilia mkono hawa wadogo katika pia kuwakuza, kwa sababu hizi lugha za asili pia zimeingia katika mtaala. Kwa hivyo tunasema kwamba Kiswahili kwa sababu kimepiga hatua pia kinatumiwa katika kusaidia lugha ambazo pia zinakuwa. Kwa hivyo tunasherekea utamaduni wetu kupitia kwa lugha ya Kiswahili ambayo ndio kauli mbiu ya kongamano letu la siku ya leo. Pia tumekuwa tukishirikiana na vyuo vikuu. Pia kuna wakati tulifanya kongamano na chuo kikuu cha Nairobi, na wanatuhusisha sana vyuo vikuu. Hata wakati tulikuwa tunaongelelea lugha pia, kuna wakati tumeenda katika chuo kikuu cha Kenyatta, tulikuwa tumeitwa na idara ya Kiswahili kuongelelea juu ya lugha. Kwa hivyo tuko na mshikamano na wasomi na wataalam ili kuona ya kwamba Kiswahili kimeendelea. Zaidi ya vyuo vikuu 6 ya Kenya ambavyo vinawasilisha hapa, shule za upili, shule za msingi na vile vile makundi ya utamaduni. Tutakuwa na mawasilisho ya makala, sababu tunazungumzia kusherehekea na vile vile kufanya nini, kuwa na kongamano. Kwa hivyo tutakuwa na mawasilisho ya makala za kitaaluma na vile vile tutakuwa na mawasilisho mengine ya burudani. Sherehe hizi tutafanywa kwa siku mbili.